Tuangalie mtu mwambie mwachie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini la pili wapendwa, ni kwamba katika safari hii ya kwenda mbele, wakati mwingine tunaweza kufishwa moyo na wale wanaotuzunguka. Halo. Tunaweza kufishwa moyo na wale wanaotuzunguka. Kwanza mko wangu kumbia ngolo kusige shaka hapo. Kumbia ngolo kusige kuloba. Kumbia ngolo kusige kwenda kwa jumuiya. Na hawa watu ambao wakati mwingine wanakuja hata wanaweza kulia. Akamwambia sikira lakini ndio kulia kwa mtu wa bwana. Mwana wa kulia kwa mtu wa bwana. Lakini kwa mtu wa bwana sio wakalia. Bwana asifiwe. Unatamani ufanye kitu kizuri, lakini wengine wanakutia moyo uache ukifanya hicho kitu kizuri kwa sababu tu hawataki. Ndugu zangu, unaweza kufishwa moyo. Angalia mtu mwambie unaweza kufishwa moyo. Lakini usikubali. Bwana asifiwe. Usikubali. Mambo ni kwamba wakati mwingine unapotaka kufanya kitu kizuri ama sasa unaangalia mwaka wa kwenda mbele kwa sababu hii kwa enenya na kwa sababu hiyo ndio safari sasa ujitahidi kwamba hata ukifishwa moyo wako ambie moyo wangu bado tuko na safari. Tusome Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 21. Sitafahamu ninajua wewe uliniita mwaminifu, kazi uliyoanza maishani mwangu, na kuamini utaimaliza. Matendo ya Mitume mlango wa 21 mstari wa 7. Hata tulipomaliza safari yetu kutoka Tiro, tukafika Tolibaya. Tukamchukua ndugu, tukakaa kwao siku moja. Asubuhi yake tukaondoka, tukafika Kaisaria, tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili aliyekuwa mmoja wa wale 7. Tukakaa. Mtu huyu alikuwa na binti 4 mabikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Alipotufikia, akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono. Akasema, Roho Mtakatifu asema hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, na watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipende kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukisema, mapenzi ya Bwana hayatendeki. Bwana asifiwe. Amen. Ndio shule David mstari wa 18. Paulo niko Paulo ukatundulia. Kwa hakika mlikuwa ngoro na uko kulila koi. Ile kotaya si kufungwa kodi. Era atakufa au Yerusalemu kwa kuenda na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wapendwa, kwamba katika safari ya kwenda mbele
inawezekana ukavunjwa moyo. Tuangalie mtu mwambie inawezekana ukavunjwa moyo. Hata inawezekana hapa sasa naongea na watu ambao walivunjwa moyo kitambo. Yaani wako tu hapo tu, lakini mioyo yako hata baada anawaambia sijui familia zingine zinamwangalia zinamwambia Bwana sifiwe. Mama alivunjika moyo. Sasa Paulo yuko katika safari ya kwenda Yerusalemu. Wanafika kwa ndugu yao mmoja, wanakaa huko. Nabii akawa anakuja. Akija hata hakusema Paulo ama hakutaja jina la mtu. Alichukua mshipi wa Paulo. Akajifunga miguu na wapi? Na mikono. Halafu akasema mtu wa huu mshipi. Sasa hapo ndio tunajua mshipi wa Bwana sifiwe. Mtu wa huu mshipi ni hivi kwamba huko Yerusalemu anapoenda ndivyo atakavyofungwa hivi. Na sio kufungwa tu, lakini pia atateswa na kupelekwa kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo in other words anasema kama Bwana sifiwe. Kama uko tayari wewe. Lakini kama hauko tayari Bwana sifiwe. Lakini Paulo alisio determined kufika huko. Wale waliomzunguka Paulo wanasema tukamsihi sana. Bwana sifiwe. Kumbe watu wanaweza